06 239 975. Njoro vipi? Njoro kule fresh. Just tuna rami hapa, tuna kipande cha rami pale. Rau vipi? Rau vipi? Rau na fresh. Nani kakwambia fresh? Rau ndo anapitika, lakini barabara za ndani. Nani kakwambia fresh? Wewe ushakwenda kule Kilieko kule nyuma kule. Sasa zile za ndani. Unajua wazee wanazungumzia zile barabara ambazo ni kuu, yani ndio ziko hivyo yani. Sio maana hicho ndio tunasema fresh yani. Yaani zile za mtaani zile hazina shida. Sasa zile kwa umeona kama kutoka hapa YMCA. Mtoto wetu kutoka Rau leo kaenda wapi? Kutoka hapa YMCA hapa hadi Rau. Juu kabisa hadi Mawela. Unakutana na rami fresh. Sasa wenzenu wanazungumzia hizo rami kutoka hapo MCA hadi upande huko Kishumundu, unakutana na mziki wa tope. Ndio tunasema hapo kuna changamoto ya barabara. Lakini za mtani hizi tusiwachoshe viongozi bwana. Sawa bwana, kupitia 0678102107 ndugu yangu huyo hapa anasema anaitwa Rufani Joho hapa Ubungo Terminal Shine Mbuyuni. Sasa uko mtaa unaotokea Kaleni Akuele Weki Makolongesheni. Okay, sawa. Lakini barabara Kibaoni ni kama mtu. Tafadhali sana diwani, tusaidie kuongea na viongozi wako wakubwa malize tatizo hilo. Ndio kata gani hii? Ndio kata gani? Barabara Kibaoni ni barabara Kibaoni. Kibaoni Rombo, Kibaoni Moshi, Kibaoni Singida, Manyara au wapi? Sikilizaji, tuma message tuambie pia unapatikana wapi. Alafu uliposema hapa kuhusu kama hizo barabara za ndani, unajua kwa Tanzania nzima. Ndio. Mkoa ambao unaongoza. Hai vipi? Hai mbona kimya? Hai yana changamoto. Kwa Tanzania nzima hamna changamoto. Kwa mheshimiwa Sashisha. Hakuna, kashamaliza mambo Sashisha. Kashamaliza. Ana kitu. Mwache. Ana bado maana akiona message hapo. Mimi wako sawa. Wangekuwa korofi tungeona message. Kwa hiyo umesikia bwana, Tanzania nzima hii mkoa ambao unaongoza kuwa na lami nyingi ni Kilimanjaro. Of course. Yaani unaongoza kuwa na lami. Kuna mikoa mingine rami zipo ya barabara kubwa tu. Ndo rami. Ndio. Huko kuingia wilayani huko bro. Shida sana. Acha. Ni kweli. Ni kweli. Kilimanjaro wamejitahidi sana. Sisi tunakuunga mkono. Ashukuru sana. Lakini kujitahidi kwake. Kama shilingi kwa sababu unajua ili watu waweze kuja kwenye barabara kubwa, wanatoka barabara za ndani. Ndio. Ambazo barabara za ndani zinatoa pia fursa kubwa sana ya kiuchumi kuleta mjini. Ndio. Ndio. Unaangalia kuna barabara ambazo zinazounganisha maeneo, lakini pia ambazo kwa mfano unakuta kuna barabara ambayo wakazi wa eneo ambalo unaloenda wamejikita sana kwenye kilimo, mazao ya biashara. Ile mazao ya biashara yaje sokoni yanakujaje? Unajua umeongea kitu cha maana sana. Iko hivi. Siku zote serikali inapoweka barabara. Sawa? Ndio. Inaangalia kwanza mapato. Sawa chikitu. Sababu barabara ni moja ya chanzo cha biashara, mapato kile. Sema ni biashara. Unapozungumzia kwamba kama mfano kama uko chini kwetu Mabogini au kwenye Ulembe. Ndio. Kuna sehemu huko miji mipya. Yaani ile miji haina hata miaka 10, miaka 25 haina. Sawa. Lakini tunaamini kama miaka 5 mbeleni au 10 lazima kuwe na rami kama kule wanaita Shabaha kule. Tutajie baada ya miaka 5 au 10 mbeleni lazima rami iwe, kwa sababu kule kuna wingi sana watu wameshaenda sasa hivi. Kwa hiyo hata ukiweka barabara kutakuwa kuna faida. Hatuwezi serikali haiwezi kutengeneza barabara ikapitisha baskeli tu au pikipiki. Lakini kuna uongo. Sikiliza nikwambie kitu chako. Tunapozungumzia kutengeneza barabara sio kutengeneza kiwango cha lami tu. Ndio. Hapana. Kuna kutengeneza barabara ikawa inapitika kwa wakati wote. Sijui umeelewa. Ndio. Yaani lami ni gharama. Lakini je, tumeshindwa kutengeneza hata kwa kiwango cha changarawe ambayo sasa hii itaenda kutatua. Unajua unapotaka kuzalisha lazima uwe na miundombinu ambayo ni sahihi pia. Sawa, tuna msikilizaji pia kwenye line simu. Hello. Habari yako, unapiga simu kutoka wapi? Napiga simu kutoka huko Manjaro hapa. Ndio, karibu sana. Ndio.
Asante sana. Umesema unaitwa?